Na msikilizaji, kabla tujaanza moja kwa moja, ningependa nikutaarifu kwamba Abagusi Global Radio iko katika mitandao yote ya kijamii. Ukiingia pale Facebook, pale Instagram, pale Twitter, ukiingia pale sehemu za LinkedIn, website yetu ni www.agrnews.co.ke, bila kusahau kwamba application yetu unaipata kutoka pale Google Store. Iwapo wewe unapenda kuiweka pale kando, unakaa kisofa set, alafu unasikiza 24/7, ipate kutoka Google Store ili uwe unatusikiza kwa njia ya kipekee. Kwa dakika 8 ambazo ziko mbele, niruhusu nikujuze taarifa ambazo ni kwa ufupi. Na nikianza moja kwa moja ni kwamba watu 9 walinusurika kifo baada ya mtumbwi ambao walikuwa wanafanyia sherehe ndani, wanajivinjari ndani katika ziwa Victoria kutumbukia, lakini waliokolewa, na wale ambao walijipata na majeraha walipatiwa huduma ya kwanza. Kumbuka kwamba swala hili linakuja siku moja tu baada ya watu wawili kuangamia katika ufuo ule wa Pirates kule Mombasa, ambapo sasa hivi waziri wa madini ambaye anajulikana kama Salim Mvurya, ambaye pia anatokea katika eneo lile la Pwani, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na Kenya Maritime Authority sasa wanasema wameweka mikakati kabambe kuhakikisha kwamba visa kama vile havitabainishwa tena. Vile vile wameweka boti ama mashua ambazo zitakuwa zinapiga patroli pale ili kuhakikisha kwamba hamna yeyote ambaye anaangamia wakati watu wamejaa katika lile eneo la Pwani, kuhakikisha kwamba wanasherekea likizo hii ya Disemba. Mtazamaji na msikilizaji, nikitokana ama nikiachana swala hilo, shambulizi la juzi usiku katika eneo la Lamu liliwaacha watu wawili wakiwa wamekufa, ama iliwaacha wawili wakiwa wamekufa na wengine kutojulikana walipo, nyumba kuchomwa, na hii inasemekana kwamba ni watu ambao walikuwa wana mzozo wa mashamba katika eneo lile la Pwani ama eneo lile la Lamu. Inasemekana kwamba ama kamishna wa county ile ambaye anajulikana kama Irungu Mashari alidhibitisha kisa kile, akisema kwamba wale ambao walitekeleza kitendo kile wanaendelea kusakwa kwa maeneo tofauti. Kiachana swala hilo, kinara wa, sijui ni muite kinara, lakini ni kingpin, chani muite ni kiongozi wa jamii ya Waluya ambaye ni Prime Cabinet Secretary Musalia Wycliffe Mudavadi. Hiyo jana alihudhuria sherehe ya kitamaduni ambayo ilifanyika katika kaunti ya Vihiga, ambapo alitaka jamii ya Waluya wote kuungana pamoja chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Niliona akicrack joke pale akisema kwamba kama Tuoli ambaye ni Court Secretary General ambaye alikuwa anazungumza vikali zaidi dhidi ya Rais William Ruto ameamua kufanya kazi naye. Sasa nyinyi ni nani? Kumbuka kwamba ni swala ambalo linakuja wakati ambapo kuna mrengo mwingine ambao unaongozwa na aliyekuwa waziri wa usalama Eugene Wamalwa, ambaye pia anaonyesha kwamba huenda akawania kiti cha urais mwaka 2027 na kwenda mbele, akisema kwamba kama Musalia na Weta wamerithika kuwa namba 3, basi yeye hajarithika. Mtazamaji na msikilizaji, ni kutoe upande ule ni kupeleke upande mwingine, ambapo Wizara ya Afya ambayo inaongozwa na Waziri Susan Nakumicha Wafula sasa inaendelea kutahadharisha Wakenya dhidi ya kugusana ovyo na vile vile kugusa mwili wa mtu ambaye ameaga ama ameangamia bila kujua kiini ama chanzo ni kipi. Hii ni kutokana na lile gonjwa la Ebola ambalo halijadhibitishwa kama liko hapa nchini Kenya, lakini liko kwenye taifa jirani ya Uganda, ambapo ile wizara ama
the World Health Organization, shirika la afya duniani, linajaribu kuweka mikakati miongoni mwao kuhakikisha kwamba kuna chanjo ambazo zinafanyiwa majaribio kuhusu ama kutoka katika lile taifa la Uganda. Kwa hivyo unatahadharishwa usiguse mwili wa mtu ambaye amekufa iwapo hujui chanzo cha kifo cha yule mtu. Na vile vile kumbuka kwamba vile vile kuna tahadhari kuhusiana na ugonjwa wa kipindupindu katika kaunti tofauti tofauti. Kaunti ya Kiambu ikiwa miongoni mwa zile kaunti ambazo zimerekodi mlipuko wa kipindupindu. Kwa hivyo hakikisha pia unazingatia usafi. Nikiachana na swala hilo, nikupeleka upande mwingine katika kaunti ya Nyamira, ambapo wakazi sasa wanataka uongozi wa kaunti ya Nyamira kuhakikisha kwamba kuanzia mwaka ujao kazi inaanza kufanywa rasmi, ikiwemo kutengenezwa kwa barabara, kupandishwa hadhi ama vyeo kwa baadhi ya hospitali katika kaunti ile, kuwekwa security lights pale. Ni swala ambalo wanasema kwamba wamekubaliana na viongozi ambao waliteuliwa, lakini it is time to work. So wanasema kwamba kuanzia mwaka ujao wanatarajia kuona kazi ikifanywa. Na nikiachana swala hilo, kumbuka kwamba chama cha walimu wa shule za sekondari pamoja na zile za msingi KUPPET na NAT mtawalia sasa wanataka ile tume ya kuajiri walimu TSC kufanya mchakato mzima kuajiri walimu kwa njia huru na ya haki bila kuingiliwa na mwanasiasa yeyote. Kumbuka kwamba kumekuwa na tetesi kwamba wabunge wamekuwa, baadhi ya wabunge wamekuwa wakichapisha taarifa hapa na pale wakiwataka wale ambao wanatafuta kazi ya walimu kutafuta zile kazi, lakini kumbuka kwamba closing date was on 23rd December this month. So kama hukutuma barua by that time kwenda kwa TSC, labda unless wafungue tena ili utume barua, lakini mwisho ilikuwa tarehe 23 December jinsi ambavyo alikuwa ametangaza yule afisa mkuu mtendaji wa TSC Nancy Macharia. Ni swala vile vile ambalo KUPPET na NAT inataka TSC wakati ambapo walimu watakuwa wanaongezwa madaraka, mchakato ule ufanywe kwa njia ya huru na haki na isiwe ni kwa njia ya ofisadi. Aliyewania kiti cha urais kupitia chama cha Roots, George Luchiri wa Jakoya, sasa anasema kwamba ama anaitaka serikali ya Kenya Kwanza ambayo inaongozwa na Rais William Ruto kufanya mazungumzo na kuhakikisha kwamba bangi inapandwa katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini ili kuhakikisha kwamba Kenya inapata kipato cha kufanya kazi za maendeleo. Anasema kwamba serikali haina fedha. Kwa hivyo njia ya kipekee ya kuhakikisha kwamba serikali inatengeneza pesa bila kuomba pesa na kuwa na madeni mengi ni kufuata mkondo wake wa kupanda na kuuza bangi hapa nchini Kenya. Alikuwa anazungumza katika eneo la Bunyore kule magharibi mwa Kenya. Na nikimalizia ni kwamba ile halmashauri ya kukusanya ushuru hapa nchini Kenya Revenue Authority sasa nasema kwamba itaanza ama ishaanza kutumia njia za kisasa za kuhakikisha kwamba kuna usalama na vile vile watu ambao wanaingia hapa nchini Kenya kutoka boda tofauti tofauti ama mipaka tofauti tofauti wanaingia ikijulikana ni kipi wamebeba. Kuna intelligence, wanaita artificial intelligence ya kudetect ukiingia kwa boda, ina detect kama uko na bunduki, kama uko na pesa, ni currency gani, mambo kama hayo, ikisema kwamba inataka kusaidia pia wale ambao wanafanya kazi ya biashara kuleta vitu kutoka mataifa ya nje wasiwe wanakwepa kulipa ushuru. Ni hayo kwa tu kwa sasa. Niruhusu nikimbie upande ule mwingine nikupatie wimbo mmoja.